Malango ni sehemu ya kuingilia. Malango ni aina nyingi sana. Tunaona barabara ina mlango, kwamba unatoka hapa unaingia sehemu fulani, ni mlango. Lakini pia mito ina milango, nyumba zina milango, lakini pia kuna malango ya ulimwengu wa roho. Kwa mfano, nakumbuka kuna wakati fulani, kipindi hicho nilikuwa sijaokoka, kuja katika Kristo. Biblia inasema, tazama nimesimama mlangoni nabisha. Biblia inasema mtu akisikia sauti na akaufungua mlango. Sasa akaufungua mlango, akaufungua moyo wake, anasema nitaingia kwake, nitakula pamoja naye, naye atakula pamoja nami. Sasa ule mlango katika ulimwengu wa roho ndo unaweza ukawa ni mlango wa baraka. Ukitaka ushinde katika mambo mengi, ushinde, ina maana kama ningemfungia adui mlango ashindwe kuingia, asingenikaribia wala asingeweza kunigusa. Akanishinda kule, ina maana na hata peupe angeweza kunishinda. Sasa lile lango ambalo tunalikuta kwenye ulimwengu wa roho ndilo linaloweza kupitisha baraka aidha laana. Nikiwa na maana kwamba hata kama unategwa magonjwa, hata kama mchawi anaweza akakurushia ugonjwa, hautamuona kwa macho, isipokuwa anapitia lango lile la rohoni. Akishaingia kwenye malango yako, utasitukiwa, kichwa kinauma, mara unatetemeka. Aidha unaweza ukakuta kabisa mlango ule ukifungwa, chochote unachopambana nacho, ufanye biashara, uhangaike katika hiki na kile, bado utaona mambo yako hayaendi sawa. Kisa nini? Mlango umefungwa. Watu wengi malango yanafungwaje? Wengine malango haya yalishafungwa kwenye ulimwengu wa roho, kwenye koo zao. Na ndio maana mtu anaweza kadiriki na kusema sisi kwenye ukoo wetu hakuna tajiri. Mwingine atasema sisi kwenye ukoo wetu hakuna msomi. Utaona ukirudi kuuliza historia ya ukoo wako, unakuta kabisa ni watu wapo. Anasema ni watu ni kama wajingajinga fulani, lakini ndio ndugu zako. Kuangalia, ukimwambia atakwambia. Hata tukio lote tunalolikuta mara nyingi, nilipoenda hospitali ya Muhimbili hapo, daktari akaniambia, akasema, mtumishi, kuna mambo mengine ambayo hata sisi kisayansi tunajua ni matukio yako katika ukoo wa mtu. Yaani ni asili ya watu fulani kukaa kwenye matatizo fulani. Bwana Yesu asifiwe. Kuna ukoo mmoja, mtoto anafika miaka 10 ana mvi. Wanasema kitu gani hicho? Mzee, yani yule mtoto sio mzee, lakini ana nini? Ni ukoo fulani. Lakini ukifuata tena, kuna ukoo fulani mtoto anafikisha miaka 20, neno anaanza kutoka. Ashukuriwe Mungu, kwa wanasayansi pia wamewaletea meno huko madukani. Kwa sasa hivi mtoto na miaka 30, meno yote hayapo. Ukiangalia ya mdomoni, ndio maana acha kupiga watu mdomoni makofi, utalipa ng'ombe nyingi sana. Meno sio meno original, alishafanyaje? Lakini ni kufuatana na nini? Asili ya kwao. Lakini unakuja kuangalia, kuna watu kwenye koo zao, ina maana hilo ni lango. Ina maana kuna tukio lilifanyika mpaka agano la aina hilo litokee. Nilikutana na mama moja amejifungua mtoto, huyo mama, lakini mtoto huyo ana meno yote, ana meno 30 na ngapi? Bwana asifiwe. Sasa wanakuambia, ukikutana na hali ya inakuwaje? Bwana asifiwe. Ili ni tukio kwenye ulimwengu wa roho, na ulimwengu wa roho huyachunguza yale ambayo, ndio maana Biblia inasemaje, hata ukisoma kwenye kitabu kile cha Kutoka ile 3 mstari wa 6, anasema Mungu akasema na Musa, Musa akasema na Mungu. Mungu akamwambieje? Akasema mimi ni Mungu wa wapi? Hebu soma, anasemaje? Anasemaje? Anasema tena, akasema tena ni Mungu wa baba yako. Unasikia Mungu anamwambia Musa, mimi
ni Mungu wa baba yako. Ina maana hautakosa wewe kuwa na baba. Awepo hakuwepo, lakini yupo baba aliyekuleta hapa. Haleluya. Mungu wa baba yako, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo. Kwa maana Mungu anamwambia Musa, mimi ni Mungu niliyemtokea nani? Ibrahimu, baba yako Ibrahimu. Nilimtokea tena Yakobo, tena nikamtokea na nani? Na Isaka. Sasa hayo ni malango, yani Ibrahimu kumbe ni lango la Musa. Alafu tunakuja kuangalia Yakobo pia ni lango la Musa. Alafu Isaka ni lango la Musa. Kwa anaongelea kizazi aliwatokea nani na nani. So tukirudi kwenye kizazi chako, ni nani ameinuliwa zaidi kwenye kizazi chako? Yani kwenu, kwenye ukoo wenu ni nani? Hata awe star tu kama kina Diamond mama wanasema nani? Bwana asifiwe. Ingawa sasa hivi watu wanachongea na kuchongea ustaa, lakini tunataka kile ambacho Mungu alikupa. Kuna mtu anakuwa mfanyabiashara wa kimataifa. Kuna mtu anakuwa msomi. Yaani kuna mtu anainuliwa. Sasa hili lango ndilo wanalokwenda kuchezea wachawi, wakiona wewe si wa kawaida. Ndio maana unaona kabisa kwamba mtoto wako akiwa anasoma, labda alikuwa vizuri sana darasani, unashangaa kichwa kinamuuma sana. Kichwa kinamuuma sana. Siku za mitihani ya kufunga shule anakuwa namba 1. Lakini kija kufika muda inatakiwa afanye mtihani wa taifa, mwingine mpaka macho hayaoni ubaoni. Mwingine mpaka macho hayaoni karatasi ya mtihani. Mtoto anaanza kuumwa. Mitihani ikiisha tu macho yamepona, hakuna hajatibiwa. Kitu gani kinachotokea? Ina maana huyo mtoto, yani Mungu amembariki, sipokuwa wachawi wanacheza na akili yake. Kwa hiyo wanachukua nyota yake. Hello. Sasa wanafanyaje? Wanaingia kwenye lango. Sasa kuna mtu amefika hapo. Yawezekana wewe uko hapo una lango la utajiri. Yawezekana wewe uko hapo una lango la kufanya kazi kwenye viwanda. Uko mahali hapa, inawezekana ungeajiriwa kazi, ungepata kazi kubwa sana. Lakini ukiingia kila ofisi, sikiliza, unapokwenda kuomba kazi, si unajua unapitia kwenye mlango, unaingia ofisini, unapeleka vyeti vyako, lakini kuna mlango kwenye ulimwengu wa roho ambao utaruhusu ukubaliwe wewe. Sasa endapo mlango ule ulioko kwenye ulimwengu wa roho umefungwa, utaingia kila ofisi lakini hawatakupa kazi. Hello? Hivi unanielewa? Sasa ina maana, ndio maana malango ya ofisi yako, kila mtu Mungu alishampa ofisi. Na kila mtu hapa ni rahisi. Ukitaka ujue wewe uwe na ofisi, utaona kabisa kila mtu anayeingia pale lazima awe na heshima ya kiofisi. Akifika pale atakuta wewe ukiwa na ofisi, utaweka wafanyakazi katika ofisi. Kila anayekutafuta akiwaona wafanyakazi wako lazima waseme, samahani, ngoja tukutafutie bosi. Usiingie bila sisi. Hata kama una kazi yako nyumbani kwako. Haleluya. Lakini ukifika kwenye ofisi ya mtu, lazima yule mwenye ofisi ni nani? Ni bosi. Ina maana kila mtu ni bosi. Kwa katika ulimwengu wa roho kila mtu ana mafanikio. Sasa mafanikio yale yakifungwa kwenye ulimwengu wa roho, ina maana wewe huyaoni, fursa zile hazifunguki. Unafanya kazi kubwa lakini haupati chochote. Nini kinachotokea? Kwa sababu lango la ulimwengu wa roho limefanyaje? Limefungwa. Lango likifungwa, kila kitu chako kitakuwa kibaya. Mtu lango linapofunguliwa, kijana, unashangaa unapopita, hata ungekuwa mweusi kama spika ile. Lakini tunaona vijana wanakung'ang'ania vijana kupita kawaida. Maana yake lango limefanyaje? Lakini siku lango likifungwa, yani baba hata kuona kama alivyokuona, kwa sababu pamoja na weusi wako wa kumetameta huo, alikuita majina mengi sana. Alikuita honey, my carpet, my blanket, my nani. Amekuita majina ya Kiingereza wakati wewe ni Mwafrika. Lakini utaona kabisa siku moja anageuka, anatoa tusi la weusi
ni kana kwamba siku ile alipokuwa anakuja utafikiri alipotea kuja kwako. Pige Yesu makofi. Nini kinachotokea? Maana yake siku hiyo mpaka na kutukana weusi wako wakati alikuona, ina maana lango limefanyaje? Limefungwa. Sasa lango likishafungwa utaonekana mbaya. Lango likifungwa, hata wakikupa tu unataka uongee pointi yote kwa watu, ukinyosha mkono wakikupa, ukiongea hawatakusapoti. Lango limefanyaje? Limefungwa. Lakini lango likifunguliwa, nataka niwaambie naomba muda huu umefika hapa leo, malango yako yafunguliwe. Naongea na mtu leo, malango yako yafanyaje? Yanafunguliwa. Kwa sababu malango yako yakifunguliwa, fursa zinatokea. Malango yako yakifunguliwa, utakuta kabisa. Ndio maana kuna mtu alisema hivi, mimi nimebarikiwa sana kushika fedha, ila mtu akiniambia nikopee, nikishamkopea hiyo kwa heri, nimegawa, nitadai mpaka tunakosana. Maana yake nini? Ukishatoa, ina maana yule kukurudishia kuja kupata wewe ni kazi. Hata kama utataka urudishe, hauwezi ukarudisha. Nini? Ina maana mlango unafungwa. Bwana Yesu asifiwe. Unaanza biashara, wateja wengi, maana yake mlango umefunguliwa. Lakini wateja wanapokujua kabisa, wamekufahamu kabisa kwamba hii ofisi ile duka niliona vitu mule, siku moja ghafla nashangaa wateja hakuna. Kutoka asubuhi mpaka jioni mtu hata hajauliza hata kitu dukani kwako. Manake mlango umefanyaje? Umefungwa. Kwa nini wanakufungulia mlango ambao unateswa? Sasa leo mlango wa mateso unafungwa. Leo tunakufungulia mlango wa baraka. Haleluya. Inua mkono wako. Fumba macho yako. Najua inawezekana usielewe. Muda huu nipo hapa, mimi nakufuata mpaka nyumbani. Umejitahidi sana. Umeng'ang'ana, umepambana sana, umepambana sana. Lakini haieleweki. Unakutana na changamoto za hapa na pale. Umejitahidi kwamba angalau niinuke, lakini haiwezekani. Umesema labda nifanye hivi familia yangu ikae vizuri, lakini hakuna. Nami Bwana unisikie. Mtu huyu amefika hapa, amepambana sana nyumbani kwake, amepambana sana mjini kwake, amejitahidi sana, lakini hata hivyo ameshindwa. Umenipa kibali kama ulivyonipa mlango uliofunguliwa, mlango wa baraka. Nami kuanzia sasa hawa watoto wako ninawafungua. Walifungwa mikono yao kwenye ulimwengu wa giza, hiyo mikono yao ifunguke. Walifunga ufahamu wao ili fursa zozote ambazo zinatakiwa zije kwao, wanakuta zile fursa zinafungwa. Leo kwa jina la Yesu ninafungua kila fursa ilikuwa inakuja kwa mtu huyo. Kwa jina la Yesu nafuta kila tangazo la kijini, tangazo la kipepo, tangazo la kuzimu, nalifuta kwa jina la Yesu. Ewe giza, mwachie mtu huyu. Roho ya mauti, mwachie mtu huyu. Gereza la kuzimu, mwachie mtu huyu. Mwachie mtu huyu kwa jina la Yesu Kristo. Ulitangaza kwamba mtu huyu hatafika muda fulani, mtu huyu hataishi kwa kiwango kinachotakikana, hataishi katika ile neema ambayo Mungu alimpa. Kwa jina la Yesu na haribu vile vizuizi, na haribu zile kamba za kuzimu na mauti. Nafuta yale maneno ambayo yalitumwa kwa mtu huyu ili kushikilia hatima ya maisha yake. I command the name of Jesus Christ. Enyi roho za kuzimu na magonjwa, toka ndani ya mtu huyu. Toka achia maisha yake. Toka achia nafsi yake. Na ninafuata kabisa mahali ambapo mtu huyu yamkini alipozaliwa, walinena wale wahenga, wakawatangazia
au akamtangazia mzazi kwamba pamoja na hayo utazaa mtoto, lakini mtoto huyu atateswa, mtoto huyu atapita katika hayo magumu, atapita kwenye ziki, kwa jina la Yesu. Wakatangaza kwamba haiwezekani kuinuka au kufanikiwa, haiwezekani kupona, haiwezekani kuinuka, haiwezekani kuwa kichwa. Wakasema atakuwa mkia. Nami leo natangaza kwa jina la Yesu, kila kamba za kuzimu toeka, una nafasi, toeka, una nafasi. Ewe kamba za mauti, wachie mtu huyo, achia mtu huyo, achia mtu huyo, achia mtu huyo. Ulirusha tangazo kwenye ulimwengu wa giza.